kuandika waraka huu kwa jumuiya ya Efeso, alitaka kuwahimiza. Alijua kwamba kwa sababu mji wa Efeso ulikuwa mji ambao ulitawaliwa na maovu mengi. Na wao mji wa Efeso walitumikia miungu. Walikuwa na mungu wa kike ambao walikwenda kumwabudu. Na baada ya jumuiya hii kulipokea neno la Mungu, wale waliookoka, waliolipokea jina la Yesu Kristo, alijua kwamba watakuwa na shida ambayo watakwenda kuipata. Kwa sababu pale utawala uliokuwepo, utawala wa Kirumi, wao hawakumjua Kristo. Na wao hawakutaka neno la Yesu liendelee kutangazwa. Basi Paulo alijua kwamba kulingana na ameweza kupokea wokovu, mjue kwamba wokovu umeingia katika vita. Mmeingia katika vita. Si kwamba mtaikaa na muone kwamba raha iliyo katika Kristo. Na msipokuwa imara, mtakwenda kuanguka tena katika mitego ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiyo sababu Paulo akataka kuwapa himizo. Kwa sababu kipindi hichi Efeso, baada ya kupokea Kristo, aliyesimama pale alikuwa ni kijana Timotheo kama mchungaji. Basi akajua kwamba kijana huyu jinsi amekwenda kusimama pale atapata shida. Kwanza yeye bado ni kijana. Anawaongoza wazee. Anawaongoza watu tofauti tofauti. Anaongoza watu ambao hawajakomaa kiimani. Kwa hiyo alitaka kumhimiza Timotheo pamoja na Wakristo wote wale ambao walikwenda kuokoka, ya kwamba mjue kwamba mmepokea wokovu na mtakaa hivyo, ni lazima mtapambana na shetani. Basi msimame, muwe imara. Akataka kuambia waweze kusimama kama mwanajeshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasimame kama wanajeshi. Tunajua kwamba mwanajeshi ili aingie kwenye mapambano ni lazima ajiandae. Na ndio sababu tumesema kwamba tujiandae na sisi kama Wakristo. Maana hatutaendelea kukaa hivi. Tujue kwamba wokovu, kuwa katika wokovu tunaipokea kwa neema. Lakini kuishi kwenye wokovu, tutapambana na vitu vingi ambavyo vinaweza kuangusha wokovu wetu. Kwa hiyo tusimame kama vile Wakristo tuweze kupambana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 32, Yesu mwenyewe ameweza kusema, soma hapo. Mathayo sura ya 10 mstari wa 33 hadi 34. Au 30 hadi 34. 10:34. Ndio. Tusikie Yesu mwenyewe jinsi alivyosema kwamba ukipokea yeye, ukiwa ndani yake, ujue kwamba umeingia katika vita. Msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yesu amesema kwamba msizani nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani. Sikuja kuleta amani mimi, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu. Nimekuja kumfitini mtu na binti na mama. Mtu na ndugu yake, binti na mama yake, na mkwe na mkwewe. Mkwe na mkwe. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia, Yesu mwenyewe ameanza kujua kwamba nimekwisha okoka, nimekwisha nipokea mimi. Msizani kwamba nimekuja tu kuwaletea amani. Unjue unapopokea Yesu, vita vimeanza. Utapambana na mama yako kwa sababu ya neno la Mungu. Watu watakuchukia kwa sababu ya neno la Mungu. Watu watakuchukia usilitangaze neno la Mungu. Kwa hiyo unatakiwa ujiandae katika mapambano. Na hilo ndilo lilikuwa lengo la Paulo kuandikia watu wa Efeso. Wajue kwamba mmekwisha ingiza kumpokea Yesu Kristo. Msikae kama jinsi mlivyo, kwa sababu hapo niye mlikuwa mkiabudu miungu. Yawezekana mtapigwa vita tena kuirudilia miungu. Kwa hiyo natakiwa msimame kama askari. Msimame kama askari, mpate kujipinga
hizo mbinu za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tujue kwamba sisi ni wanajeshi. Sisi tunatakiwa kuwa tayari, tusimame imara katika kumjua Kristo, katika neno la Mungu tuwe tumesimama imara. Timotheo mwenyewe ameweza kujisifu kwenye Timotheo ya pili. Paulo ameweza kujisifu, amesema kwamba nimepigana vita vikali. Sio kwamba tukiuliza hivi Paulo alipigana wapi vita? Hakuna sehemu. Lakini kwa sababu alipambania wokovu, akalitangaza neno la Mungu kwa shida, aliweza kufungwa na akatoka gerezani, hata gerezani aliendelea kulitangaza neno la Mungu. Na ndio sababu amesema kwamba nimevipiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu. Amekwenda kujisifu. Kwa hiyo na sisi tuweze kusimama kama askari, tuweze kupambana na nguvu za ibilisi. Paulo amesema kwamba vita vyetu sio vya falme vya dunia hii. Kama hivi tunavyoona kwamba falme na falme vinapigana, sio hivyo. Vyetu ni vita vya kiroho. Vita vya kiroho ambavyo tutakwenda kupambana navyo ni kwa vile vizuizi ambavyo vinakwenda kusimama, vinakwenda kuinuka juu yetu. Soma Petro wa kwanza. Soma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha. Ndio. Kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba angurumavyo azunguka ndivyo anakaa kuzunguka akitafuta mtu ameze. Tunasikia huyo ni adui ambaye tunaye, anakaa akizunguka kati yetu. Kila anachoona kwamba huyu mtu anaenda katika mwenendo mzuri, analeta vishawishi vingine. Vile vishawishi ndivyo vitu ambavyo au silaha anazozitumia ibilisi kwa ajili ya kutaka nini? Kutuangusha. Pale tutakapoanguka tayari tumemezwa na shetani. Kwa hiyo tuwe hodari. Jinsi gani? Ukiendelea hiyo sura kule mbele anasema kwamba Petro anakwenda kumalizia kwamba tuweze kumpinga shetani, tusimkubali. Na hutaweza kumpinga ikiwa kwamba hauko katika maandalizi ya vita, au kujipanga kwenye vita, au kuvalia silaha za vita. Paulo alilinganisha Mkristo kama mwanajeshi. Kuna vifaa vinavyovaa mwanajeshi kwa ajili ya kupambana. Tukiangalia historia ya vita, hata tutaanza kusoma historia ya Goliath, tunaona vitu ambavyo alikuwa akivalia. Alivalia vifaa vingi vya ajili ya kujikinga dhidi ya mishale au vitu mbalimbali ambavyo angepigwa. Kwa hiyo vile vitu ndivyo Paulo naye alikwenda kuvimalizia kuvisema, ili kama mwanajeshi wa Mungu anatakiwa kuvivaa kiroho, sio kimwili. Vile vilikuwa vikiwakinga wanajeshi kwa ajili ya kuwakinga kimwili. Lakini sisi kama Wakristo kuna vifaa vinavyotakiwa kuvivaa ili